kwa sababu najua changamoto za uongozi ni kazi sana. Ukitumia uongozi yaani watu wanasema ukitumia nafasi ya uongozi ikuongoze wewe, maana yake watu wengine utawaona ni watu wa kawaida sana. Ndio maana mimi kwa sala nilizozifanya kama nilivyozungumza, nimeanza kulembea, nikaenda Dar es Salaam majuzi. Nafikiri wale ambao mnafuatilia mitandao, nilikuwa na wageni 15 na niliwaalika mimi mwenyewe, wakiwepo kina John ya Mungu. Walikuja kule Dodoma, tukakaa tukapiga story, wameingia bungeni, wameangalia mandhari ya bunge, wameona hoja za kina Msukuma. Lakini yote na yote ni wapi hata nyinyi mwaliko watu wa Mwanza mje bungeni kufunza. Makofi mengi tafadhali. Kwa hiyo ndugu zangu, ninatamani sana niendelee kuwa karibu na nyinyi, kwa sababu kwenye uongozi wangu ni miaka 5. Sasa miaka hii 5 hatuwezi kujua ya mbele, si ndio? Mimi bado ni mfanya biashara hapa Mwanza, bado kuna maduka yetu, lakini ukienda Dar es Salaam bado kuna maduka yetu pia. Kwa hiyo tunatamani sana tuendelee kuwa karibu na nyinyi. Maana yake ni nini? Mimi nikipata shida yoyote, mje mmekuja kwa mfanyabiashara mwenzetu Ferguson Aaron Mkija, na sio mbunge tena, kwa sababu huu mbunge ameupata kwa muda huu, lakini before alikuwa wale wafanyabiashara wa kawaida. Kwanza na leo nawaomba sana Ferguson akabaki kuwa yule yule, usimdharau mtu kwa sababu haujui kesho yake. Mimi najua hakuna mtu aliyekuwa anajua kesho ya Ferguson. Hamna. Hata Ferguson mwenyewe hajui. Hata mimi nilikuwa sijui kesho yangu. Kumbe kesho yangu ilikuwa kubwa sana kuliko watu waliokuwa wanafikiria. Kwa hiyo mimi nilichojifunza ni kwamba moja, tuamini Mungu yupo, lakini pili, tuamini kwamba usimdharau mtu yeyote kwa sababu haujui kesho yake. Lakini jambo lingine la tatu ambalo ni la mwisho, nimejifunza kumsamehe aliyenikosea. Lakini nimejifunza kumsamehe aliyenikosea, lakini lingine nikajifunza kumuomba msamaha aliyenikosea. Makofi mengi tafadhali.